Shujaa
msalaba, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa. Wacha nikuabudu Bwana, shujaa wa msalaba, umeinuliwa. Wacha nikuabudu shujaa wa msalaba, umeinuliwa. Wacha nikuabudu shujaa wa msalaba, umeinuliwa. Wacha nikuabudu Bwana, wacha nikuabudu Bwana, shujaa wa msalaba, umeinuliwa. Wacha nikuabudu Bwana wa mabwana, shujaa wa msalaba, mikono yako sema umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu Bwana, shujaa wa msalaba, umeinuliwa. Wacha nikuabudu shujaa wa msalaba. Tunakuabudu asubuhi hii. We thank you. Fungua kinywa chako tu uweze kumshukuru Mungu. Fungua kinywa chako, mwambie matarajio yako, mwambie unachokitaka. Funga macho yako tu, inua mikono yako juu. A sign of surrender to him. A sign of seeking his grace. A sign of seeking his power. A sign of seeking his intimacy. A sign that you are here because he is here with you. A sign that he is Emmanuel, God with us. Fungua tu kinywa chako. Fungua kinywa chako tu, mwambie. Mwambie, Lord Jesus, I'm here. The Son of David, Emmanuel, God with us. Mwambie, I'm here. I am here. I want to hear from you. I want to hear your voice. I'm ready to hear from you, the voice that you have spoken. Oh ya masaya shetani, ore mumata, ore kanagashana shakukai, oh ya maririkane tu kete, ne maragweta ngai, ne maragweta fafa, ne maragweta Jehova ngai, we muruku mwenyenya, wenwe muhotani, wenwe muruku mwenenya muhotani, muthamaki wa thamaki, utirega yoke tawe, ciana ici irakurĩrĩra irenda kuohorwo, maririkane tu ngai. Remember your children, maririkane ngai, uri ngai muhotani, uri ngai kĩhoti, uri ngai kĩhonia, uri muthamaki wa thamaki. You are the master, you are the king. Unajua kutatua, unajua kubariki, unajua kuinua, unajua kubadilisha. Watoto hawa, they have come with the different issues. They are here because they want to hear your voice. They are crying unto you. Wanakulilia tu. Marauga ni marako fatara. Wene we Ngai wao. Kehoti.
In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Hallelujah. Emmanuel. 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 Yes. Let us get used to that. When you invite Jesus, you invite God. Hallelujah. And his name, according to Isaiah, is Emmanuel. Meaning what? So if God is with us, who can be against us? Is there anybody who can be against us? You may be seated. Thank you. Ninashukuru kwa nyinyi ambao mmefika. May God of heaven continue to remember you. And I want just to assure you, whatever that is happening in you, it is not in vain. There is nothing. You cannot worship God in vain. If true, you are worshiping a true God. Hallelujah. And I have been, tumekuwa na msururu mkubwa wa mafundisho about mambo mingi. Kama jana tumekuwa na soul ties ambao niliguza kidogo, is preparation for which I'll be beginning that main topic from Sunday, but I'll be touching just to prepare you as we get into it, because soul tie is also connected to the topic about tulikuwa nayo ya the umbilical cord. But at the same time I'm mixing another one ambayo inazungumzia kuhusu altars. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these three are interrelated. They are working together as a team. And if I cannot teach you how to uncover, because when you have an altar operating in your life, and when you have a soul tie, and this other thing we call the umbilical cord, these are three. But they have different names because how they attack differently. Hallelujah. The umbilical cord is a soul tie to your parents, a soul tie to your origination. Is a tie that has tied you. Altars is also a tie that has tied you. Magokona has tied. That is why you are poor. That is why you are sick. That is why your family is not succeeding. That is why you have problem. Hallelujah. Then we will be expounding deeper to understand what are the types of soul ties, what are the types of altars, types of even we have umbilical cords. They are different. They are the innings and the outings. This ile ime protrude na ile imeingia. What could be the cause? Kuna kijana tulikuwa tunasoma naye, alikuwa imechomoka kabisa hapa na alikuwa anatutisha sana nayo. Anatuambia hii iko na power. Mkikisasea nitafanya hivi na mtakufa. Sasa tulikuwa tunamheshimu. Na unakuta ni wakati ule tulikuwa tunabeba chakula na wakati tulikuwa tunaletea ile masiwa ya nyayo. Wangapi wa masiwa ya nyayo hapa? Hallelujah. Wangapi walienda na kikombe shuleni? Wangapi wa kikombe? Hallelujah. Sasa wachana hii ingine, ile ya UHT, masiwa ya nyayo. Wakati tulikuwa tunaiba nyayo, philosophy of peace, love and unity. Huyo mzee alikuwa na maono lakini waliharibu maono yake. That man had a very good philosophy. Sasa philosophy ya Ruto ni gani? Philosophy ya Uhuru ilikuwa gani? Do you have? Moi was indoctrinating us right from school. Because tukiwa kwa parade tulikuwa tumegawanyishwa tunaimbishwa kwanza nyayo philosophy of peace, love and unity. Ndio upokea hii masiwa. Unakula masiwa. Huyo mzee alikuwa mzuri. Enyewe mzee si kama si kukosa, alikosa watu wa kumshikilia vizuri. He was a king. Moi was a king. Wachana na hao wengine. Hawajielewi. Moi was a king. Kibaki was a manager. What was Uhuru? What is Ruto? Ruto unaweza kuunderstand nini anafanya? Mara yako India, mara yako wapi, mara anasema, mara anaenda. Trust me, economy itakuwa, nini itakuwa. Tumutrust tu, lakini what is his philosophy yake ni gani? Ni bottom up. Hiyo ndio philosophy.
Anyway, kila mtu ako na maneno yake, si ndio? We thank God for everything. Hebu mgeukie mwenzako aliye katika mkono wako wa kulia, umsalimie, umwambie karibu sana. Aya, geukia ambaye ako kwenye mkono wako wa kushoto, umwambie karibu sana. Haleluya. Na umwambie mwambie tu usiniogope. Mwambie ukiona nikibehave funny funny, si ati mimi ni mgaga. Mwambie ni matatizo, ni mambo venye amenisukuma, lakini nimekuja kwa Baba. Mwambie nimekuja kwa Baba, mizigo hii nitaiweka chini. Hallelujah. Normally, why do I like teaching? Do you know why I like teaching? Do you know? Because nataka kwanza kuwatoa kwenye utumwa wa miujiza. Because what has destroyed Church of God is that we don't even understand what tunaabudingi Jesus mgani. Hallelujah. Because if I ask you critically, nikuulize unaabudu Yesu mgani, utaniambia ni Yesu mgani? Yes. How do you connect to understand this is the Son of Living God? Who brought you this message? Alikuachia lineage, alikuachia mafundisho ati hivi ndivyo utakutana na Son of the Living God. Kwa sababu tuko na Bar Jesus. Ama hatuna Bar Jesus? Biblia imetuambia tusiinamie mihianano ambayo imechokwa ama imefanywa nini. Na ile tumeweka kwa makanisa yetu ni nini? Is it not a mihianano? So huyo mtu utambebaje? Mtu wa Catholic, because I know many people here from Catholic. Uko na Yesu ulikuwa umehanga hapa, si ndio mami? So kuna Yesu ulikuwa na hangi hapa, umwachi. Na mwingine umefugilia kwa mkono hapa, umwachi. Wakati unalala, huyo Yesu unamtoaga, unamwekelea kwa stool, wewe unaingia ndani ya blanketi. Huyo ni Yesu wa kweli? Tuli sana tu. Mudhuri, ushone Yesu ama? Yesu wako alali akigwa heho na ehubire. Why are you carrying it? What is the purpose of carrying it? How Jesus looks like. Now let us go to the commandments. Dukana ina merere muhianano wa kindu giacohie kena muhianire wa kindu giguku thi kana gikuria iguru. No. Why are you carrying it? Relax. Just relax. Si vita, tuko kwenye vita, niambie tu ndio uibebe. What was the meaning of carrying it? Umebeba hii kalamu kwa nini? Umebeba hii kitabu kwa nini? So ziko na purpose. That is why you carried them. Ukibeba hii kitu imechogwa na imechorwa na ni mabati, imechorwa. Why are you carrying it? Just relax. Tuambie tu. Tuko kwenye vita, ni kujiuliza maswali. Hii ni kanisa tunajiulizaga maswali. We are not condemning. Ni kuuliza tu uranie ciuria. Nigetha jurie mundu haha ri. Na wakati na maybe naishika hivi, naifanya hivi, alafu na ikisi hivi. What is nini? What is behind it? Because every word spoken, everything that you do, it has a meaning. Life is spiritual. Anything that you are doing in life, it is spiritual. What is the spiritual aspect behind kufanya hivi? Hiyo msalaba. What is the spiritual? What is the connection? Unampenda? Unapenda bwana yako? Unapenda bwana yako? Lakini sio lazima nimpende. Unapenda bwana yako? Sema yes or no. Unapenda watoto wako? Sana. Ukisikia saizi naenda kuchapa watoto wako, utanishi hata nikiwa pastor, nikwambia I'm going to slap your daughter. Will you allow it? Tutakubaliana. Mbona hujachoka daughter yako unambeba? Mbona hau kimfano hata kapicha kwa waleti yako ya daughter yako? But it's different from when, let's talk from the church point of view. Yes. It's
speak it. Can I bring it in another way? Yeah, do it in It's any like way. when the other churches say that we worship Mary. Eh, We do not, the Catholic Church does not worship Mary. What we do, eh, Mary were allowed her womb eh, to be used to carry that boy, mm, baby, for 9 months, mm, just like any other mother. mm. We just honor her for allowing her womb to be used. I have no problem with Mary. I'm asking you. Then- I have no problem with Jesus. Mm. I have no problem with whatever you do. The problem. My question is: you have a rosario, Yes. then it has an image of a body of somebody. Then the Bible tells me, do not worship anything that has an image here on earth or in heaven. So who is in heaven? God. So it is prohibiting me any image, not even for that, for God. Yeah? Usichonge. Na ya kitu kilicho hapa duniani usichonge. Ndivyo commandment inasema, si ndio? Yes, yes. Ndukanainame, wacha nikuwekea na Kikuyu. Ndukanainamirire muhianano wa kindu kinake, muhianire wa guku thi kana muhianire wa kindu kiri kuria iguru. Niki gikorwo kuria iguru? Nĩ Ngai ũkoragwo Riu kũu. werwo ati ona Ngai mwenyewe ndukamwacohie umuinamirire. Kanitha ndĩrĩ yacohia Mwathani Ngai, tondũ gũtirĩ mũndũ ũĩ Ngai ũrĩa ahana. Uyu nake mwacohetie no. Jesus rĩ, andũ Jesus nĩ tuga, mainteractire the nake son na nĩ is moĩ a- ũrĩa ahana. Ugo Jesu tatiri handu etagwo Ngai. He's the Son of God. Ugo he's a, But he he's a was son. on earth. He died, resurrected, and went back to heaven. So he's there as who? People know how he looks like. No. He's there as who? The Son of the God. So he can be called God. We have the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. That is what I'm. So he's Three God. in one. So he's God. He is God. Yes. Mm. And what does it say? Ndukanainamirire muhianano wa kindu giacohie kiri guku thi kana kiri ku iguru. Hapo ukataria hapo, wacha kwenda huko. Okay. I'm not interfering with your faith. I give up. I'm not interfering with your faith. A question aloud. Yani ile unasema thinking loudly. Is a point of contact. So you have eliminated God and created a point. Hiyo ni madhabahu ama si madhabahu? Thank you. That is where I wanted us to come. Hallelujah. So whatever you do in the image of God that is not God himself, but it is in the image of God, that is what we call madhabahu. Whatever you do, hiyo nguo yako can be a God. The clothes you are wearing, Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kiatu yako can be a God. Your money can be a God. Your own daughter, your own husband can be a God. We can turn this church to become a God. Hallelujah. We can remove the glory of God here and bring in the glory of an image, an altar that people will, instead of seeing God, they see something different. When you substitute your God with something, no matter how good it is, that thing becomes an altar and automatically qualifies to become an evil altar. It doesn't matter where, hata hapa. Hallelujah. If I can command you now to be seeing this altar here, and I make it look like this is God, this is, you don't have any other thing up there, hatuna Mungu mwingine, then I have diverted the reasoning of God in this church. The only point of contact with the Holy Spirit, because nitamwachia nani? Afanye msaidizi. So we have a helper that connects us, not the image. Hallelujah. Not what? The image. We have a helper who connects us, who relates us with God. Hii ingine yote nimehianana. If you turn me, your pastor, your prophet, that God of Waruinge, God of Waruinge, God of Waruinge, you have diverted from God. Hallelujah. And that is why we are facing the challenges we are facing. That
God of Joshua, God of Joshua, God of Muhammad, God of whatever that we call. What about your God? Where is your God? If you see my God, where is your God? I'm made out of the image of who? So, who do I look like? So, myself, I'm God. Is that not true? Because I'm carrying the image of God. I am a true picture of God. So, why will he go God of Mary, God of Joseph, God of... Why? Because I have stopped worshiping God and I am seeing God through this man. So in me, I can't see God because I don't have an intimacy with God. Because if I had an intimacy with God, I will be seeing God through me, through the mirror that is me. So I will be able to call my God and my God will respond. Now that I am your prophet, you suspend your ability to see God. Now that I'm your prophet, you suspend the ability to know God. Now that I'm your prophet, you suspend the ability to walk with God. And immediately we suspend the ability. What happens? You start worshiping that man. And that is why we have kanitha ka Waruinge, kanitha ka Ng'ang'a, kanitha ka Mwaniki, kanitha ka Wajiro. Because now God is seen through Waruinge, not through the relationship you have with God. Because you don't bother having a relationship with God. It is not you. It is not in your problem. You don't care. As long as I'm going to the church, hiyo kanisa ya Waruinge ndio Mungu anaonekanaga. Bona haonekani kwa bedroom yako. Because the first and the greatest and biggest altar, it is you. Altar number 2, kwako kwa nyumba mahali umeconsecrate, umesema hapa ndio nitakuwa nikikutana na Mungu. That is where we have the second altar. This one is that from the first one. Why are you not able to converse with God while in your house? Why are you not able to relate with God? Because you are God yourself. You are an image. Let us make man and woman in our own image. And in their image, they made man and woman. So man and woman is an image of God. Where did the relationship go? Ya mama, ya Mungu na Hawa. Ilienda. Relationship ya kunaga yathire ku. Todo kire muhianire wa Ngai. Muoraniro na Ngai ku. Niguo ume kwa munabii omothe definer. Othi kwa Rejo Maria, othi wa kwa Meshumari, othi kwa Megaturi, othi wa Kere, othi wero nywe maere, othi wero kekenare, othi wa inio dashire. Where is the relationship? Yathire ku. Urata waku na Ngai ri wathire ku. Is walk with me and I will walk with you. Then this gentleman says, me and my house. Me and my what? We shall do what? Serve the Lord. Where did it become? It is me and my church. Hello? Where did it begin? It is me and my church. This man says, it's me and my what? My household. Because where does the enemy of your life and your destiny begin from? It begins from the household. We are destroyed by the household enemies. The people who will kill you is your wife. It is your husband. It is your family daughter, your son, your relative, the co-workers. Those are what we call the household enemies. The people who know you, the people who are working with you. My personal assistant will be the greatest enemy of my life. Who betrayed Jesus? Was an household. Was part of Jesus. And they told them, because it's a household. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii githomo yangu I think inakuwa kagumu kwenu. We have been doing
quite well on these sacrifices to study a lot of things. We have gone deeper. And that is why I'm trying to prepare you. Because I want you to go deeper. Mpaka tuweze kujielewa. Maana kuna vitu zingine, they are not supposed to be brought here for prayers. Kuna watu wengine wanakujaga kuniona pale. Unamungoja, unamsikiliza, unashindwa huyo na akili. Yani ni kule utangemwaleria uru. But unashindwa, ni amekuja kufanya nini huyu? Ameogea. Akimalizia kwenda kwa walio kiugo kimwe. Na rudi nyuma haha jaririe ciugo 500. Na urenda kimwe, urenda gutiga 5 uthi gwake mwene. What's wrong with you? Hii story yote napiga hapa, si ni maneno. Sasa tukimaliza utaona watakuwa pale. Na akiingia huko ukuje siku moja usikilize ni kiugo kimwe. Na hapa nimeongea maneno 50. Nimeongea maneno 1000. Huko nataka kiugo moja. So you see how tumechenjiwa. We don't understand ourselves until you are able to know who you are, until you are able to know the capacity until you are able to know what kind of a person you have, an intimate relationship with God, a relationship that nobody can come and persuade it. Your relation with God is perfect. It is powerful. It is very strong because you yourself, you got that thing that God has. But because you don't believe in yourself, because whoever that came and taught you this word never considered you that you are the foundation of God. You are the actual foundation. And you are an alternative that God brought so that he can have something he can be relating with. And that's why Lucifer was not happy. Lucifer alijua mwanadamu ameletwa kuchukua nafasi yake. Na ndio kwa maana alianzisha vita. Na wakati alianzisha vita akamkosesha Adam na Eve kutokana na Mungu, ndio ile intimacy ivunjike. Baada ya kuvunjika, later on God brought Jesus Christ to replace. So you have a cord, and this cord is Jesus Christ. And this is the most important thing to understand, that there is a cord. And you can only understand the cord if you are taken through the technology of the cord. For you to understand the cord, you must understand the blood. For you to understand the blood, you must understand the meaning of the blood of Jesus Christ. Then you will have a cord that will connect you with your maker. That is why Jesus is on the right hand side. Doing what? Interceding. God does not look at your sin. That is why Jesus was crucified. Because Jesus went along and corrected every sin that you are carrying. Akaiwekelea kwa mgongo. Then he went to his father. Daddy nedoka. Daddy kuangalia akasikia kitu kinanuka, akaangalia na kwingine. By the time ameangalia kuangalia, jamaa alikuwa shagogo. Because of carrying sin. That is why Jesus, he is our immediate between us and God to intercede. Because God does not look at sin. We are all stinking. Nobody is holy. We are all stinking. Nobody's clean. Until Jesus carries your sin, connects you, goes to the Father, and the Father asks him, how is it? I have cleaned them. By what? By my blood. Now then God will listen to you. And that is now when God will come and tell you, now you are blessed. Hallelujah. But you cannot be able to achieve this if you don't sit down to be taught the word of God, so that this word of God can set you free. The Bible says it is through only the word, understanding the word, so that the word can do what? Can set you free. It is not your pastor. Your pastor has got no power to set you free. Your prophet has got no power to set you free. It is only the word. And if you ground yourself into the word of God, nobody will come and misrepresent the word of God to you. Nobody will come and mispresent God. Because what we are having now is misrepresentation of God himself. So that's why I don't understand which God we are worshiping. That is why we don't understand where we are headed. Christians are headless chicken. They don't know where they're heading to. Christians are suffering. You don't know which kind of a God you are worshiping.
I was reading the other day and I discovered that Sunday is not a Christian day. It's a day that the God of the sun was being worshipped. So what kind of a God are we worshiping? And this was brought about by Acc Nimrod and Acc what? Constantine 1 and 2. So what kind of a pagan God, and how deep are we in it? We can only know that if you have a relationship with a true God. Hallelujah. Najua nahubiriki hiyo, mnaanza kusema hiyo hatushiki, kwa sababu ile foundation umewekwa sio ya kujielewa, ni foundation ya uendelee kuwa mtumwa. If you imagine Africa is the richest, with the richest minerals, we have everything. We are the one that has formed the world. The African ngozi nyeusi, it's because we have stronger pigments than the white people, but we are still slaves. Hello? Kenya tulijipelekesha majeshi hapa DRC. Si wamerudishwa? Na bado kuna vita. Ni kwa nini walirudishwa? Somalia tulienda kusema tutoe jeshi yetu kutoka Somalia. Tumeambiwa na UN, kaeni hapa kidogo. Watu wa DRC na wa Somalia, are they not African? Are not human beings? Kenya cannot protect them? Why? Because in DRC there is mineral. In Somalia there is no mineral. Hallelujah. Na Wakenya wameenda huko kunusa. Si mineral iko wapi? Walituma Wakikuyu huko. You will not be utakubalika. And that kind of slavery is because you don't know yourself. You don't understand yourself. Haujui ni nini imekufunga. Maana walikuja wakakubeba kama mtu, kama nini? Mtumwa. Hello? Niyo nitawafundisha tu pole pole. Demo kudagio hanini kau. Okanini tu. Mpaka wakati mtaanza kuiona, you are God the power. Your God is supreme. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are the image of God, what is the color of God? If I am the image of God, which color is? Yes, it's my color. It's black like me. So, tusinilete mzungu hapa. Let us look at the types of sacrifices. Types of sacrifices. These are things that are going to set you free in your life. Otherwise, without understanding madhabahu aina gani, maana madhabahu ni nini na sacrifices ni nini, tumekuwa tukisoma, tumeona kuna pillars, tumeona kuna kila kitu. Now we are looking at types of sacrifices, because I want you to know that God, you can only access God through sacrifices. That is why he gave his only son to be a sacrifice, to reconcile himself with man. So there must be, kwa wale tumekuwa tukisoma tukiendelea, I know you have the write-ups ambazo mmeandika. Now I want us to look at the types of sacrifices. Then we shall be going through one after the other one, because this is bigger and broader. And also I'll be inviting some few people, my few friends ambao are preachers, watakuwa kitusaidia pia, so that we get deeper and deeper. Yesterday we had a woman that came here, and he alitupatia ufasaha kuelewa, how do these soul ties, how do they get you? Were you happy for that? Yes. You need to understand. Because mnajua, niliona watu wakiniangalia hapa nikiongelea mambo ya sexy sana, unaona kai ekwalia wagano kanitha-ini. Kama utaki kusikiliza wagano, itabidi tu wende hapa kwa huyu ndugu wetu wako hapa, wende upokea mojisa, anasemanga oraro, ni oraro manini Don. Anasemanga gani? Ororo. Hapa hutapatana na ororo. You have to get the word of God. Yeah. Thank you. So, let's look at the types of sacrifices. Type 1.
sacrifice of the body. How does a sacrifice of the body work? What is it? Sasa hapo sasa ndio itakuguza wewe vizuri, ndio ujielewe. Somebody to nifukulie kitabu cha ni Hebrews. He has no need like those high priests to offer sacrifices daily, first for his own sin and then for those of the people, since he did these once for all when he offered up himself. So for you to have an intimate relationship with God, it begins with you offering yourself as a holy sacrifice, a holy body, to bring in, enjoying the relationship of your God closer to you. God will want you to become clean so that he can find a home. Because God lives in our hearts. God does not live in your caves, in your houses, in your brains, in whatever. God resides where? In your heart. So your heart must be clean. And for your heart to be clean, your body must have been clean. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot have a clean heart if your body is not what? So for it to be clean, it must have the Holy Spirit well coordinated in you, that you have not put yourself into an awkward position that brings forth the blasphemy or the accusation that will cause your God not to have a home. Hallelujah. That will cause your God not to have a place or a home to stay. Include for you to make sure this kind of a sacrifice becomes a reality, you must subject your body into measures that will attract the presence of God in you. You will have to subject your body to abstinence of many things that causes you not to live godly. Lazima uachane na mambo mengi ambayo si ya kiungu, ambayo yanakusababisha kuondokea katika nafasi ya Mungu. You must be able to understand and to know to fast. Hallelujah. Lazima uwe mtu wa kufunga, kukula na kukunywa, ndio Mungu apate nafasi. Lazima you have to punish this body, ndio iwachane na mambo ambayo yanayopendeza. This body likes a lot of things, and you have to subject this body back if he rejects most of the things that we put inside. And I taught you the fast. Why do you fast? The power behind fasting. How do you become after fasting? Ni nini ambayo inafanyika kwako? Kuna uwepo wa kiajabu unakuja. Fasting does not take you to God, but brings the presence of God closer to you. Because you tend to kill the body, antibodies and objects that does not belong to God. And when you are removed, unatolewa masakas, unatolewa mavitu ambazo hazina uungu, kisha unabakisha the only vessel of God for God to use it. Hello. When you are fasting, there are many things will die in you. When you are fasting, there are many disconnections. Even friends wataondolewa ambao si wako. Even watu wa familia ambao they don't belong to you, they will be removed, because God will want to sanctify you, will want to make you a better creature for usage. Because all what God wants to use is we are vessels to be used by God. God will never ever use a vessel that is not usable. This vessel that is not usable is because it is dirty, it is smelling, it is stinking, it is not worthy, because you have not prepared. When you are fasting, you sleep well, and you can have a dream you can be able to remember. But when your stomach is full of ugali, full of managu, full of murenda, for those people who come from the other side, you have ugali in your stomach ya wipi, uko na murenda, uko na managu, alafu tena unaongezea na kagedhari kidogo kwa sababu kuna watu wengine lazima akule gedhari. Then you go to sleep. Nothing will come out of it.
you have become, utakuwa umebeba mizigo, utakuwa hata ndoto hazikuji. There is no vision, there is nothing that is coming in you, because you have not subjected your body to receive. You can only receive greatness and the holiness of God if you subject your body to fasting. In fasting, hata medically unaambiwa na madaktari, in fasting ina control mpaka diabetes. Hello? Fasting ina control mpaka pressure. Fasting ina control inaitangwa chronicles what? Cholesterol. Cholesterol ina control, inamaliza. Fasting inachoma mafuta. Kuna watu wengine tuko na mafuta, tukichinjwa hivi unaweza wekelea mafuta hapo ukute ni mafuta ndo mzima. Na hiyo mafuta ikikuwa kwa tumbo yako inakusababishia magonjwa. Some of you are mnatusubua tu hapa na nyinyi. You are not spiritually have a problem. Ni mafuta iko mejaa kwa mwili na imekusubua mpaka unakuta mtu anatembea hivi. Anaweza kabisa kwa sababu hajijui, hajiwezi. Ndio mnakuja kuniambia nikuombea. Sasa nitakuombea mafuta itoke aje? Hello. Urahoerwo kiriu hau. Ini ko gushotheria kwa na maguta ni marakogia. Tondu nginya ko hiyo rahia. Na mnaongea tu na mtu mpaka unasikia na hema. Akiongea maneno sita unasikia mpaka apumzike. Mundu wa Ngai ni ukuheka kirathi kama hii. Kwa sababu maneno imekuwa gumu, mafuta imefunga mpaka huko. Mwili yote imefungwa. Alafu unakuja kuniambia nikuombea. Gukuhoera atia? Nikikuhoya. Nikikuhoya na dikire frying pan ate nigushinda maguta. Lazima ufanye mambo kama hiyo ya kufasti. Ndio ichome kila kitu ambayo si mzuri. Mpaka hiyo mafuta ndio imeleta matatizo. Wale watu webaba enda kwa Waturukana, unakuta mtu ni Mturukana ako na miaka 200. Na mzee ni mzee ako straight, anatembea stone anaenda. Na hajali kwa sababu kwa mwili yake hakuna mafuta. Sasa wamekula junk food, wamekula pizza, wamekula kuku, imetolewa South Africa. Na ilikuwa na 1 week. Kuwa hatched, another 1 week iko Kenya ikikuliwa kwa sahani. Na unaenda unaona kuku ikizunguka hivi. Ati ile kamuse kanaitwa nani? KFC, kale kamuse, kale ka America. Hiyo imetoka America. Na ukifinya, hebu enda ununue, ufinye hivi uone itamwaga mafuta gapi. Itamwaga mafuta mpaka unashangaa. Sasa hiyo mafuta ndio umeweka kwa tumbo. Hallelujah. Sasa nakuja mundu wa Ngai, ni mwire ni udoretia. Nyandiramenya guguthia atia. Nima. Njukerire guo ndageria gukera. Nyita makothi kujo ndiririkana kiroto. Ni Ngai, roho wa Ngai ni anjehereire. Ti roho kwehereire. Ni mwiri urarutithio wira muritu. Digestion is not going through. Kisiagi ya tumbo is so overworked. Hallelujah. Bako ukiingia hapa unakuta ninapiga makelele hii maspika yote 1 2 3 4 5, lakini utakuta mtu anashoga hapa tu. Makelele hii yote bako unashindwa mtu yaikira gaku. Kaina torohia na atia. Ati inegenere ile yote na ukikuja mwingine tulikuwa tunaimba hapa, tunaimba. Na ni Doni alikuwa na, unajua Doni anaipendaka zile za kwao za Waluya. Na unaona mtu na amerara. Sasa akaaguka, nikaona maasha wanakimbia pale atikumshika ni roho. Si roho. Alilala kitabu. Na imagine la kelele yote na kusimama. Lakini amelala. Ni kwa nini? Mashini imekuwa clogged, imekwama. Na hakunywa hata maji. Sasa hata sionagi mtu amebeba maji, bebaka maji. Sioni hata mtu. Kuna mtu ako na maji hapa? Hebu yako. Hebu yako. Anigogieta huko na mahoya. Hebu yako. Meko. Hebu yako. Hauna. Nigogire gogianire huko na mahoya te hoera. Nani chaku alire gekima roshine gima nyumo ya hwae kiranda acoka ari agetheri githani igire ngomba haikire kanua ucoke acoke ikare haha githei kiambiririe ndegucoka ndiki ndegucoka ndiki nginya hatire mai maguteithiriria githei kire githie hakuna. Ndio nakuta mtu kuna mwingine karibu agushe ulimi nje. Iweje alia Elisa
Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mambo mingi, wachana na urokore mingi. Unajua hii kudanganywa na kutojielewa ni Ukristo ni nini? Ndio imetuletea shida. Because you are supposed to be trained whole. Kila kitu uelewe. Ujue hii inakaaga hivi, hii inakuwa hivi. Ukikula chakula saa hii mpaka saa hii. Ukienda huko Tanzania mawede kwa Waganda huko, utakuta wale hawakuachana na mambo yao sana. Hawakuachana sana. Walifanya nini? Breakfast wanakulaga ni kama chakula inaisha. Anakula heavy mzuri. Sasa hiyo ndio wanaekelea ugali, sasa hiyo ndio wanaekelea matoke na kila kitu asubuhi. Ukikuta meza ya mtu mmoja, unarudi tu nyuma ukiwa Mkikuyu. Na unasema huyu ni mtu ni mjinga. Huyo mtu si mjinga. Anakula because ya ile kazi anaenda kufanya. He works very hard because anajua mchana atakuwa active. Lunch anakula kitu kadogo tu, jioni wanakunywa maji na kahawa wanalala. Lakini sasa huyu mama ukimuuliza jana usiku alikula chakula mingi kuliko lunch. Na unaenda kulala. Ushoke rushini urokere kianyo kia nduma na kigi na githeri kwa sababu sisi tunapenda hiyo. Kwangu ni mimi nakulaga githeri. Nikikuja hapa na shida gani? Ni gũthebea tu. Ni gũthebea. Tondu machine ndiraruta wira. Okay. Mashini yako ama ikikwama lazima tumbo ilete shida. Na ikileta shida utasikia kichwa inauma. Na kichwa kiuma utasikia huko kunaleta shida. Ukioma kidogo utasikia mgongo imeanza kufanya nini? Kuleta shida. Ndio unaona sasa umeanza kubed. Kwa sababu mashini imebeba kitu. Unaanza kubed. Sasa unakuja hapo na bia pastor. Aliokiko kemu kiriku. Nani wokuwete? Ni kiriku jeni. Norokire gima. Noraire na gima. Na gutire wira urutite. Batindo ikarete no kiria no ndeto. Je, ni uraiguire. Kai. Ni uraiguire nyina ngania. Kai. Nitamakadire kia. Icio nicio ndeto iria mugutinda kuma rucini. Handu hothi urime urute wira kana woku utembee mguu. Uwezi hata kwako naita huba inakuja mpaka kwa mlango. Inaturumithio pamoja na mlango hapa unaingia tu. That is why we are dying young. Enda angalia shosho yako kama ako hayu. Utakuta wewe you are too old than you are shosho. Dore yatumia na moka gikombe agatumia mwaka nithaga kombe akona uyu ngano enyina ore. Todo turagio ne junkie. We need, when you fast you remove this. When you fast you create an atmosphere that causes the presence of God to find room. That causes hata mishipa damu inaweza kutembea mzuri. Hata doto nyingi ni damu. Damu ikitembea mzuri doto zinatembea mzuri. Hata unakumbuka kila kitu. Hebu enda rara jazz leo usikule chakula. Muone kesho mtaniletea doto mzuri. Kesho mtaleta doto mnakumbuka 100 unaiona true even yelienda. Lakini enda ukule hata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Tuko hapo? Yeah. I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, a holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. You present what? Your body as a holy sacrifice. Now, what is presenting a body as a holy sacrifice? How do you present it? Wakati umekula junk food? This body is holy, meaning it needs to live holy in everything. Niroika nina modo ginya wikarete nake hau kaigwa muthefera tu kawaida. Muthefeo. Can you count that as a holy sacrifice? Can you take that to God? Yeah? Tuadie tuma. Can you take that to God? Alafu ushoke uke nyumba-ini ya Ngai waje guthebea. Nyumba ino ni gwetwo ya Ngai. Kwa nini? Because there are things that you need to rectify. Sirole tu pole. Hauhitaji kuombewa, hauhitaji intercessor, hauhitaji prophet ati uprofesa hiyo. Hapana, you need yourself to make this body a body that God created for the purposes. He gave you everything so that this body can be a presentation of his will. Ukionekana unaonekana kweli huyu ni mtumishi.
Unaonekana wewe ni tall, dark and handsome. Unaonekana beautiful girl ya Mungu. Glory inaonekana kwa uso. Lakini si ati umekula machakula uko 35 years lakini ukigejiwa vizuri unaonekana uko 60 70 years. You're not a holy sacrifice. No dasha. You must represent God himself from the physical. Kabla tuingie spiritual, because nyinyi mliingia spiritual mkaachana na miili huko nje. Ansana na mwili kwa sababu hiyo ndio image ya Mungu. Ansana na mwili kwa sababu hiyo ndio Mungu alitengeneza, na ndio Mungu anazungumzia hapa. You must be I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies. He's talking about a body. He's not talking about a spirit. He's talking about what? A body. Look at your body, Yagaria. Is it presentable to God? Jagaria, wacha kuniagaria. Jagaria tu erore wewe uliate, am I presentable? Gayagi okomo de no eone through me. Can he see himself through me? Yeah? By the masses. In fact, by the masses of God. To present. Ibaka ni mercy. Yani he is begging you. Present this body. This is so important to God. Because you are an image of God, Baba. You are we muhianire wa Ngai. Ni ule ile muthe. Ni ule kanyamu. Akimia mia wewe muhoto. Ate. Kali ona ku. Bosi. Ushali kanyamu dia kale na. Ni aumia mia o maita matatu hada maka. Dia tu kira udina ha mudina mwana mudurire oke. Abo geke doge igwo na ndenda hujia te. Geke doge igwo. Ni matama no ina kagana gake kama we nacio. Munekere mathi marume kanyamuke. Murume mutigathi kuria chipsi. Urega kimake na riri. Kanyeni sawa. Thank you. Mutware tu ari arume. Ni umia meo haha ai. Dana hae no wati. That's the life I want you to live. You don't preach, you come at kuta watu wako ja. Kuna jamaa mwingine hapa nikiwa Mugeki alikuja kunihubiria pale Kirinyaga Road. Mimi nilikuwa nimepeleka gari yangu kutengenezwa. Wakati aliyepiwa ule ndio Waruinge ule wa Mugeki. Jamani wao kuhubiri kwa magari na huko kwa barabara wakipita pita, akajua hapa ndio litaachilia nguvu yangu. Sasa hataki kuniface, lakini ako pale, lakini ukisikiliza unajua malengo yote ni hapa. Sasa alia watu wasipobadilika watakuchomeka. Hata ukikuwa na magari, hata ukuwe na jina kubwa, hata ukuwe nani, utachomeka. Badilikia Yesu. Bwana badilikia Yesu. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Badilikia Yesu. Mimi nikaambia mtu mmoja wakati nikajua ni mimi target. Nikamwambia hebu nitie huyo. Alipoitwa story kakatika akakuja. Nikamuuliza, "Niolete, umekula?" Akanyamaza, "Sijakula." "Umepata pesa yote kutoka asubuhi?" Akaniambia, "Sijapata." Nikamwambia, "Kiatu yako bona iko na kiraka." Akaniambia, "Ni venye nimezunguka nikihubiri. Nikaona suruali yake hapa. Iko hapa kwa makalio. Ameikalia mpaka imeanza kukua kama unaweza kuona see through. Na kashati hapa kalikuwa kameraruka kwa sababu ya jasho. Unajua ana shida akifanya hivi. Ukigeuka, ubadilike, ukuje." Nikamwambia, "My brother, shika ile fubiri enda pale ukule githeri, alafu ukuje tuongee." Akaenda. Ile story yote ilikuwa nayo iliisha. Hapo. Akaenda akashiba. Nikaambia wao vijana wanauzaga maguo hapo, nendeni mumwangalie mjue anaweza kuwekwa trosa namna size gani. Wakajua na shati. Aliporudi tu nikamwambia hapo kuna choo na ilikuwa na bafu. Nikamwambia ingia kwa hiyo choo pale, enda uoge, enda vae siku. Na nikamnunulia kiatu mpya na socks. Akarudi sasa na ameoga. Tukanunua tu mafuta akapakwa vizuri. Sasa tukamuuliza, "Now you can preach that Jesus you are talking about." Enda waambie watu umemuona Yesu. Because I don't understand.
Mtu mpaka kiatu kimekaa hivi, kimekaa kama omena, kimevuguka hivi, suruali imeraruka, na anakuambia Yesu anaenda mbinguni, na anakutarget na uko na gari. Uraka kuhujeria mundu ina gari, mundu ina ginya bodyguard, na wewe ginya kirato nduri uramonithia Yesu wako uri na hinya. Kwani huyu Yesu ni mgani unamhubiri mwenye haoni aibu akuvalisha kaguo? Na hiyo ndio tunataka ujinga ya urokole. Ni ujinga ya Wakristo. Nani alisema you must be poor so that God can receive you? Na mkatuibia kaibu hapa, modeni magai atoragio ni gai. Hakuna. You want mwambie mwenzako, I'm not poor. There is no Christian who is supposed to be poor. We belong to a higher God. We belong to a superior God. The God that is the owner of silver and gold. When he created man, alisema, let us create man and woman in our own image. Then he told man, have dominion. Have what? Take the dominion of these things and then subdue the earth. Earth ikuwe chini yako. Akakupatia mnyama, hata ndege, the meat yote under your control. Sasa daishurari ngaragu na ginya haja kwenda miti. Si hapa ije kuna miti. Na Biblia ilisema nini? He gave man trees, plants, animals, birds, the fish of the sea. Everything was given to you. So what happened? What happened to you? You defiled yourself. That is why you are not eating the word of God. Because that was the word of God. Na akatangaza, na akasema, hebu nifungulie Genesis. Na akasema ya kwamba wewe nimekupatia dominion. Where did the dominion go? If you have a dominion, where did the dominion go? Ilienda wapi? Why are you poor? Why can't you afford a meal? Why can't you afford your children to have anything? Why can't you afford anything? Let's go to 26. Why can't you afford anything? Why? You're just poor. Wengi hapa mmekuja kwa sababu niko umeta muno. Dole kedo ate kuma nie ndiaje gakunyita noti ya ngiri ndina miaka 3 atia. Na noti ya ngiri ni iratathiri umete muteini. Then God said, let us make man in our own image, after our own likeness. It's not only the image, but even the likeness of God. Not the image. See your image too. But a likeness meaning everything in you must be God. Mishipa, damu, kila kitu, kuongea, kutembea, kufanya, kila kitu must be God himself. In our own likeness. And let them have dominion. What is to have dominion? What is dominion? Uko na mamlaka, utawala ni wako. You got the dominion. You got it. And let them over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the flocks, and over all the earth, and every creeping thing that creeps on earth. So let me ask you a simple question. Do you have any reason to be poor? Look at me. Niangalie wacha kuinamisha hizo vision. Do you have any reason to be poor? Yeah? Mutikojereria. Tauga yule mukiuga ameni yakwerero ngari uga ugori. Do you have any reason to be poor? Bado. Semeni kama ile emeni mnasemaga mkiabiriwa shamba ya mtu. Do you have any reason to be poor? No. And why are you poor? Yeah? You don't have. You have control of every creeping. What? So God created man in his image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. In his own image. Is God poor? Is God poor? How did you become poor? If you are in the image of God, how did you become poor then? See, lack of knowledge. In ujinga.
Unajua lack of knowledge ni lack of the information. Umeona? Haukuwa unajua. Dikomenyaga nogo idari yogo nego kuheteria. Hiyo ndio inaitwa lack of knowledge. You don't have the understand. Lakini hii kitu unajua. Wewe mwenyewe unajua wewe ni image ya Mungu, si ndio? Sasa hiyo tutaiitaje? Sio ndio tunaita ujinga? By who? No, by who? Who destroyed the foundation? Where is your foundation? Can you tell me what was the name of your foundation? Hiyo ilivujwa ilikuwa inaitwaje? Where are they? Ati foundation ilivujwa. Igani? Hebu nipatie jina ya hiyo foundation. Ndio ivujwe, ndio tuiende tuichukue. Tukuje tuiripee. Madhari ya gosho. No todo mumenyerete kahitha gate. Kia gali. Sasa na inua mikono yako. Hebu inua mikono juu. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Na mikono yote miwili. Hapo kuna waya hapo juu. Utakamata. Mungu anaenda kutenda. Kuna gari inaenda kuangushwa. Kuna gari ndio hiyo inakuja. Gari ndio hiyo inakuja. Na unakuta wajika wanasema hiyo. Yani. Gai. Ndio Muhindi aende Japani alete gari M-pesa pale. Aliinua mkono akashika ikateremka kutoka Japani. Si alichukua pesa, akaenda akanunua. Ulimoyo warutako, wakwelwa ate hau iguru heo gahana waya. Ati hapo kuna waya. Alafu mwalikia service huaini ukaigwa chairman wa kanisa anasema, kanisa tunauliza wazee wa kanisa, all men tutakaa pande hii na all women watakaa pale watasugumusiwa na share na man you come here, you know tuko na agenda, na hiyo agenda mnajua tunanunulia pastor wetu gari mzuri ndio aweze kutembea, ndio wakati tunamhitaji atakuwa anapatikana haraka, si ndio wadugu? Kwa hivyo tukikaa pale mnajua kile kapuleji tulikuwa nako, na huyo pastor 10 minutes ago alikuwa bio shike waya. Sasa yeye yake ikuteremshwa, waya yake haikuteremshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Waya yake iliachiwa wapi? Hiyo ndio tunaita ujinga wa kiroho, kutojielewa. And we must emancipate ourselves from the mental slavery. Kade warege. Bwana asifiwe. Then he says, and God blessed them, chapter verse number 28. You are not only been given everything, but also you are carrying a blessing with you. Hallelujah. That's the most important thing to understand. Not only that God has given you, because you can be given and not having a blessing. You can be having a husband that without a blessing, but you have. But this is God has given you every creeping animal, every fish, every plant, everything He has given you, and also He accompanied with what? The blessed. So you are a blessed person. You are not an ordinary person. Before you come, before you embark on any journey, know that I am a blessed person. I am not supposed to be a slave. I am not supposed to be a tail, but the head. I am a blessed. Mimi nimebarikiwa. Mimi si mtu hivi hivi. Neguete kiradhimo. Na mutigiwa ginya mento de mutiwe. Torodio dirago etaher taito didiroka. I own the earth myself. I own the earth. Na nikiwa Mungeki, I used to practice that. Nilikuwa nakuja na kishikaja mshamba. Weka kaba pale. Wewe mama jenga huko. Because I practice. Unajua watu wa dunia ni werevu kuliko watu najiita wa Mungu. Na niki todo wale wa dunia leo ukihonoka na wale muge muno. Wakiriate ugekega. Yani walegile kuoya ugi ucio urehe guko niki. Because naonaga tukifanyia wakina Raila kwa campaign, tukiwatengenezea mikutano, we are the best, we produce the best posters, the best instrument, everything nice. Lakini nikiwaambia sasa nyinyi, labda wewe ulikuwa unaorganizia mwanasiasa fulani mahali fulani, na huyu mlikuwa mnakaa chini mna strategies, mipango wenye kuvuta watu na nini, nikiwaambia moja mpage crusade, mnasemaga wacha tuombe kwanza, tuombe tuambie Roho Mtakatifu akuja atawale. Sasa Raila anatembeaga na roho gani? Ndio mupagie mkutano akue na maelfu ya watu.
yetu lazima tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukienda kwa Raila, na wewe ni mwokofu, ni mkati wa kanisa, ukienda kwa Raila ama ukienda kwa Uhuru ama kwa Ruto, yake hakuna maombi, mnaenda na kiwanja inajaa. Hii yetu lazima tufuke 30 days. Kwa nini? Because they have taken over the dominion which you against you. They know, they understand the dominion of God. They understand that they got the power. They understand they got the leeway. Lakini sisi wana wa kanisa hapa, we cannot plan. Nikiwaambia tupage crusade ya Juni, tutaanza kupaga sasa. Na Raila anaamkaga asubuhi anapigia vijana wawili, tunaenda Kamukuji leo, Kamukuji inajaa. What went wrong with us? Because you don't understand. Na mnaanza kusema ni devil worshiper. Nitagulini shetani alishida Mungu. Ni aho yako manike mara attract adwa ige. Ona ayo akora weke waja ine ke o attract no. So wewe na wao ni nini tofauti? Kwa sababu ulikuwa hiyo kwa hiyo kiwaja. Na hawa wana attract watu na nini? Na nguvu ya shetani. Na wao ulijikuta huko. Kwa hivyo wewe ni wanani? Anikioleka huko kanisa hili. Because you have defiled your body. Imagination that you are a son of God, a daughter of God. Nothing. Until the time you understand you got the power to dominate, power to triumph over snakes and scorpion. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. Then do what? Hapo kuna wanasiasa. Kuna wanasiasa. Hapo kuna pesa. But you cannot plan something for God. Nikiita fellowship hapa ya mama conference, tutaanza kitu kianza intercessor, tukutane pale kado ya nyuma ya hema, ndio tupage venye tutaombea mkutano ili ambao inakuja. Ulisikia hii dawa Raila akiitisha akiitisha maombi, ndio waombea mkutano ya wamama, utakuta wamama wako huko wamejaa. Wamama 1,000 wamejaa na wakiibia mama hiyo makofi wakimwibia. Na wakime si uchawi, ni maombi. Si uchawi, ni maombi. Kanisani mbona? Why are we failing in the church? Yet we know we are the sons and daughters of the kingdom. Sindwa kulima, kutengeneza cabbage zinakuwa kwa shamba. Unasida kutengenezwa masukuma na nini. You are not able to do it. Why? Yet you have been given the dominion. What is to be given the dominion? Hallelujah. What is to be given the dominion? The other day niliona watu wa Gekoba wakiandamana wakisema hatutaki mtuba imariswe. What sort of a mentality is that? Atatutireda mtuba dhire. Na wakafanya maandamano. Si uchawi, ni maombi ya kunini, ya kuvaa nguo imevaliwa na watu wengine. Si maombi. If I am blessed, I'm supposed to eat the first fruit. If I'm taking the first fruit kwa nyumba ya Mungu, therefore I am entitled to share the first fruit, not the second fruit. Hallelujah. Why? Because I have defiled my body. That is why mzungu atavaa nguo. Hapo hizi nguo nyingi baba. Jireke nikuwa nani alitoroga? Pastor no atorogide. Nguo nyingi na hizi majini kama wacha nikutumia tu please, na usisikie vaya na hebu simama tuna hiyo jini yako. Simama tu please. Let me use you. Hiyo jini ni first hand ama ni ya mtu, usimwangalie na kamera. Ni ya mtuba. Hii jini ukienda EPZ ama ukiangalia vizuri utakuta ilitengenezwa EPZ. Say thank you. Hii ikaenda Ulaya, ikapanda ndege, ikavaliwa na mzungu ambaye ni mchafu ananuka, kisha akaitupa, ikaenda ikaokotwa, ikapakiwa, ikaletwa Gekoba. Hiyo ndio kitu tunafanyia maandamano ati isifugwe, ati mtuba isimalizike, kasi itamalizika. What? Are we the second hand material? We are the sons and daughters of the Most High. You should eat the best, not the second hands. Me, I cannot substitute myself. Me, uniletee hapa uniambia, no, I will tell you, keep your money. Yes, I know how to look for money because I'm a son of the Most High. My father is the owner of gold
and silver. Yes. My father is not a poor man. My father is a rich man. Kwa kinyiri ate ati nuguthi gwika maandamano mutumba ndukeherio Kenya. Wathiri ate ginya kirato kiria wikirite ni kia mutumba kiohetwo carton na guku rungu ati wathi ndigera ndugekere. What happened to our people? What happened to our church? What happened to our God? When alitu abandon siku gani? Because we defiled our bodies. That is the remedy of God running away from you. That is the remedy of God dropping you out. You become a slave. When the children of Israel turned against God, wakaanza kuabudu vitu vingine, and they turned to be bodies of worship to other things. Do you know what happened? God also turned away from them. The challenges we are facing because God has turned away from us. Why? Because you don't even understand the kind of a God you are worshiping. As long as Waruinge amekuja na amefanya miujiza mbili, as long as Waruinge amekuja amesema watu nyinyi mumeoga mnasema gayare hau. Gayare na nigethi to ndiraruta. Hallelujah. Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue. Not only filling it, not only doing what? Not only being fruitful, not only multiplying, but having a power to subdue. What is subdue? Can you show me by practically? Yeah? Subdue it. Subdue something. Subdue ni nishikuja. Okay. Subdue ni nishike hiki kimutu. Nikitege nikiagushe, nikikalie na nikifanya nini? Nimweke chini. Bwana Yesu amsema. Now you've been told to subdue the earth. So the earth must sing your song. The earth must do exactly what you want to do. The earth must be able to hear you, to listen to you, to walk in the way you want. Si hiyo ikutawale. Nyinyi wengi hapa tusitumizini wagonjwa. Ugonjwa gani? Inaitwa lifestyle. Kweli si kweli? Kweli si kweli? 90% hapa tuko na lifestyle disease. What is a lifestyle disease? Ni diabetes, ni pressure, ni ukimwi, ni cancer, ni nini? Arthritis, ni nini? Zimetokana na nini? Kukula. Zile machakula mnakula. Hiyo machakula imetoka wapi? So kwa hivyo the earth ilikusikia venye umeambiwa you are going to subdue it. Ikafanya nini? Ikakusubdue. That is why you have the diabetes. That is why you have cancer. You have been subdued by the earth. That is why you have, even poverty is a lifestyle disease. Poverty is a lifestyle. Yes. That's why you're poor, because you have been subdued. They overheard you. That God has commanded. Oh, He has said so. These guys are going to subdue us. Yes, okay. Wait for them. And you were substituted for the other things. And subdue it. And have not only subduing, because you can subdue but not have the dominion. What is dominion? Kutawala. Amekwambia amekupatia license ya kutawala. Ido ishi neshi ya kuuri yake. Nasikia wengine hapa wanatuambia tutakuwa tukipigwa na faini ya shilingi 1500 kwa sababu ya kukaa na mbuzi kwa karibu na mimi. Ati lazima nikate license ya kukaa na mbuzi. Wewe Wakikuyu mjihadhari sana. Wakikuyu wa Kiambu. Ndio nyo murarithia ngũkũ haha, ng'ombe haha, ngũrwe haha, mũgaikara haha igũrũ ndio mũtirira mĩgũnda. Mũkũinamia inyuĩ. Mũkũinamia. Nĩo mena mĩgũnda mĩnene. Nĩ mũyo mena mĩgũnda mĩnene matiatũrire broti. Mũkũmenya. Mutajua. Icio ngũkũ cikokciono nĩ thirikari. Yo moto teagera uko na matumbi ati Kiambu niwe dominated the matumbi wanyitwo na ngũkũ nĩ fine ya 200 utuire kana ngũkũ nĩ ciagĩrĩirwo gũikara na andũ
uciatũrĩre mũgũnda wacio. Uciatũrĩre mũgũnda wacio. Mũtirikanagia na nyamũ mũciĩ. Nĩ ũgũtwĩra kũrĩa gwathire kũ. Bwana asifiwe. Na mwĩcirie hau. Mwĩcirie hau. Dig what? And have dominion over the fish of the sea. Aya nao mathi gutega thamaki nĩ mariũragio. That is yao. And over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. You subdue, then have the dominion. Where did we lose it? Because you subjected yourself to unholiness of your body. If the body is clean, it is supposed to receive the greatness of God. If the body is clean, it is supposed to enjoy the fruitfulness of the power of heaven. If the body is clean, it is supposed to be entitled to the blessings of heaven. And he said, and he blessed them. Yes, he blessed them. Yes, Dio, he blessed them. Who was this blessed? Ni huyo ananuka. Irathimo ciũkaga kũ? Ciinũkaga kwao. Irathimo ciinũkaga kũ? Kwao nĩ kũ? Kũrĩa kũrathime, kũrĩa gũtaranunga. Irathimo njeni ciinũkaga kwao. Ndukahiana ndũrĩa magũraga Range Rover akathi kũmĩpaki nyũmba ya gũkombora. Is the point taken there? Irathimo ciinũkaga kwao. Na kwao nĩ mwĩrĩ ũyũ. Na mwĩrĩ ũyũ no nginya ũkorwo ũrĩ smart, clean, acceptable sacrifice to heaven. Our greatest failure we have is because we don't understand. Hatujielewi. Kitu cha kwanza hatuelewi ni dini, hatuelewi dini. Namba 2, hatuelewi Mungu ambaye tunamwabudu. Namba 3, hatuelewi Yesu ambaye tunamwabudu. You must understand. Ni Yesu wa Nazareth ama ni Yesu wa Nimrod na akina nani? Akina yes, Constantine na akina King James 1 na King James 2. Because somehow, somewhere, mapopu, siweni wa Catholic, mapopu ndio walibadilisha Bible, wakatoa ile original, wakatoa vitabu, ndio watutengenezee Bible yao. Mapopu wenyewe ndio wametengeneza kanisa ya Waislamu. Mapopu ndio walitengeneza Waislamu. Kisha wakatuma sister mmoja akaenda kukamata Muhammad akamweka demon. Yes. Muulize huyu atakwambia, anajua. Huyu. No dagiaria todo Catholic, they have they walianzisha terrorism in this world. They are the biggest terrorists. Ndio walianzisha terrorism. Na wako na serikali. Hebu nikuulize swali moja. Swali tu nikudeda kwa mkenake ni muhura mweke ate. Ni kwa nini Catholic ni kanisa ama ni serikali? Ni kanisa ama ni serikali? Ni kanisa. Ni kanisa ama ni serikali? Yeah? Catholic is a government, not a church. Wakati ambassador wa Amerika anapelekea Ruto makaratasi, kuna ambassador wa Vatican anapelekeaga Ruto makaratasi. Ambassador, si pope, si cardinal, ambassador. Ako na ofisi na bendera. Na ametoka Vatican, na Vatican iko inside Italy. Sababu unafanya hiyo hesabu unaona. Na wako na wale mafioso. Unasikia mafioso? No, I was a mafia. Naweza nakwambia kitu najua. Mafioso wakubwa. Ndio unasikia kama bishop wa Catholic akileta nyefu unasikia alifinywa na hiyo dunia ikapumzika. Nitakuja kuwapatia siri moja nilipata juzi. Iko hapa Karen. Wacha nifanye utafiti.
hiyo italipua dunia mzima. Na ameoke magore. Najua si watatuma watu wakuja ati wachukue sigo yangu. Wao watakuwa wameacha kichwa yao nyumbani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you happy tonight? Have you understood yourself? Make your body clean for a sacrifice. And once you give a sacrifice, what do we do a sacrifice with? What's the purpose of a sacrifice? Pastor, what is the purpose of a sacrifice? Mupatie microphone pale. What is the purpose of a sacrifice? And I want to end there. You understand why you must keep your body clean as sacrifice. Ngoja kidogo. Hakuna mic ingine? Yaani mwikirie bagi ine. Dole. Wewe, uwezima? Dominion. I'm a dominate. So, I was saying that yes. sacrifice, or the purpose of a sacrifice, it starred. In fact, it is one of the three pillars of an altar. Without a sacrifice, you will not have an altar. It is just like this one. If, for example, we say this is the altar, it has the three pillars. One of the strongest pillar is a sacrifice. Yes. And a sacrifice itself, what it does, when you are giving out a sacrifice, you are exchanging with God. You are exchanging. Remember an altar. So hold on there. You are exchanging? You are exchanging. That when means you give a sacrifice. When you give your body a sacrifice, what are you doing? You are exchanging. Exchanging with God, the blessing. So for you to get the blessing of God, you must do what? What? Yes, Tendele. Now, I would say that since an altar, we are using this whatever as an altar. Since an altar is a place of exchange, you receive from your God. And it is important to understand that each and every individual who has an altar has a sacrifice. In fact, that is why even Wazugu wanasema, one of the social sins, it is a worship without a sacrifice. If you worship without sacrifice, that means hujakosea Mungu wako tu, umekosea mpaka dunia na wale watu ambao wanakaa kwa hiyo dunia. Everywhere there is an altar, there has to be a sacrifice. And that is why I thank God, because these teachings, you cannot get them anywhere else, or maybe in different places. I thank God, Apostle, because you are giving us this very teaching. And one of the sacrifices, as I have gotten, the body sacrifice, as we have read in Romans chapter number 12, that we offer our bodies as a living sacrifice. Apostle, nowadays, we find that people, kama vile umesema pale, watu wanataka kupokea pasipo kubadilishana na Mungu wao. Wakati mimi niliokoka, nilipata wakati tulikuwa tunaenda mpaka kuomba kwa mto. Unahakikisha kwamba utarara kwa mto, miguu ikiwa kwa maji, ili utoe mwili wako ukiwa dhabihu. Lakini nowadays, that is what I got. Tulikuwa tunaweka mpaka miguu kwa maji. Hebu tuma hawa, si kwa maji. And that is why we are getting conned. That is why tunauzua mchanga. Sababu sisi hatutaki kutoa mili yetu ikuwe dhabihu, lakini tunakoniwa. I was given an example somewhere else. Wakati tunaletewa lori moja ya mchanga wa kutoka hapa Kiambu, tajiri mmoja anajenga Kiambu, anashindwa kwa kutupa mchanga. Mimi mchungaji na yatuma lori hapo 2,000 inakuja inamwagwa hapa Nairobi. Ninauza 2,000. Kijiko moja. Sidio? Ilikuwa kijiko moja. Tunakuja na wabia pokea mchanga. Ati umepokea nini? Ilikuwa Doni alikuwa. Siku hiyo Doni alikuwa naimba kilio huko. Sasa ilikuwa ngoja kidogo. Ilikuwa
ilikuwa sermon ya kuvunja laana ya mchanga ya udongo. Sasa akasema leo tunaenda kuvunja laana ya mchanga, na kila mtu apange laini pale, na shilingi 2,000 apokee mchanga, aende akatanganye na mchanga yake na laana. So, in the actual sense, brethren, I would conclude by this. Kama unataka kumjua Mungu, elewa jia, understand your altar, and also engage with the sacrifices of your God. Allow me, Apostle, allow me say this. Niwaulize wapendwa hawa swali ili kuwe ni jawabu ya lile swali umeniuliza. Yes. Niwaulize, wakati wa Elijah and the 453 prophets of Baal, yale madhabahu ya Bari igeakisha moto? Hapana. Wagapi wanasema igeakisha? Haya, wagapi wanasema haigeakisha? Let me tell you, brethren, unaona, man of God, mimi najua na nina hakika igeakisha moto. Sababu hawa manabii wote 453 hawakuwa wajiga. Waanze hapo kulia wakijikatakata, walikuwa wanajua. Sijui kama ni illustrate. You give me a permission to come. Just illustrate kidogo tu. Okay, what I'm saying, hawakuwa wajiga ya kwamba yale madhabahu haigeakisha moto. Imagine watu 453 manabii wa Bari na Waashera 400 wote wanashinda hapo, wanalia mchana usiku, na wakaamkia the following day. Walikuwa wajiga? Ni lazima kuna kitu ilikuwa inafanyika. Walikuwa wanajua inaakishaga nini? Moto. But why it never got fire? It is because ilikuwa imekaliwa. Ile dominion tunaambiwa hapa ilikuwa imekaliwa na madhabahu ya nani? Na hivyo ndivyo madhabahu. Brother, kuja, wewe ndiye uko na nguvu kidogo Haya, kuja. You know what was happening? Unaona, hii tuseme ni madhabahu, hii ni habari. Haya, eda chini kama madhabahu tu, tafadhali kubali tu. Haya, inakaliwa na madhabahu ya Elijah. Inakaliwa, ndio unasikia anawauliza msimuite Mungu wenu sana. Wao wanaendelea kumuita mpaka wakaanza kujitoa dhabihu. Walikuwa wamekaliwa, wakaanza kujikatakata. Si ndio Biblia inasema? Body sacrifice. Wakaanza kutoa miili yao kama dhabihu. Lakini Elijah alikuwa anajua madhabahu yake iko na nguvu, ndio inakalia ile. Ndio unasikia watu wengine hapa, wajiga wengine watasema hakuna uchawi. Yaani bado mnaona kwa TV mchawi fulani anaita nyuki na enda kutafuta mwizi, na wewe madhabahu yako haiwezi hata kukuzuilia mwizi. Sasa mmesikia? Ati madhabahu ilikuwa imekaliwa, na wakienda kuitana anaambia usimuite sana. Bwana Yesu asifiwe. And that is what is happening to us. Let's have second king and see the last one. Huyu mzee ambaye alitoa mtoto wake. Second King 3:27. Second King 3:27. I finished there. Ndio uone how the Freemason, how they provide, they give their sacrifices, body sacrifices. Then he took his oldest son, who was to reign in his place. You see, this is who was to see, is not just a son, but who was to take over from him. Not just a son. Hallelujah. Somebody that who had a mantle, somebody that was prepared from heaven to take over from him. This reign his place, who was to reign in his place, and offered him for a burnt offering on the wall. Your own son. Alafu niambie huyo mtu kama mtashindana na yeye. Sasa sikiliza hapa. And there came great wrath against Israel. I wish you could read
Huko 23 utaona wana wa Israeli walikuwa wamenyorosa hawa watu, walikuwa wamemwapiga vita kabisa, mpaka ikafika wakaona ni kuisha tunaisha. Akamkamata mtoto wake wa kwanza, akamsmash kwenye ukuta, akamtoa kama burnt offering. Immediately vita ikageuka. Waisraeli wakanyoroswa mpaka wakapotea wote, because of that sacrifice ya kutoa mwili ya mtoto. Oshoke ukahana ka 50 gakuha kuigirira ka 50 haha na muda ne anete ginya nyina na mwana na ne anete muka. It can't work until the day you learn to give a sacrifice right from your body to the physical. That is when you become free. Kohonoka tikoninda magogona. Being saved does not mean magogona imeondoka. No, it's a work. Being saved, you have started a journey of understanding yourself. Understand kuna madhabahu hapa, hii inafanyagwa hivi, unaenda kwa ingine kuna madhabahu hapa, hii inafanyagwa ingine unaenda kuna madhabahu hapa, hii inafanyagwa, until that you give yourself a holy sacrifice for you to be able to conquer. Maana hawa watu waliambiwa wakuja wafanya nini? Niliwapatia story venye tulipata mashamba huko Israeli, tukakata na tukauza. Na mimi signature, ukienda kwa ile certificate ziko ni signature yangu, my name. Na walipeleka kwa banki na wakapatiwa loan. Uko upande mwingine wa Umoja walikuwa wana signature ya Mweje, walienda banki wakanyimwa loan, wakaambiwa you must get a title deed. Yangu nilichinjia buzi, nilimwaga damu ya buzi, nilichinja buzi 21 na ng'ombe wa 7 huko, tukakula, tukaitoa kama dhabihu. It acted until today. Mpaka wakati juzi Uhuru ameenda huko, amewapatia title. Na ni wakati nilienda na wachungaji huko, tukavunja hiyo madhabahu, tukaondokea. Tulipoondokea, nikaenda nikatafuta wazee wenye shamba, walikuwa wanaitwa Kiambunda Dora. Nikaenda nikawachukua ile mchanga, nikawaregeshea mchanga wao, nikavunja hiyo madhabahu. Nikaita Harrison Nganga, tukaenda na yeye huko, na yeye akasimama kama kuhani. Immediately 1 month later, Uhuru alikuwa huko, akawapatia title. Na ni wao tu peke yao walimepatiwa title, hawa wengine wote hawajapatiwa. Hallelujah. It is the power. And there came a great wrath against Israel, and they withdrew from him and returned to their own land. Walirudi madhabahu, walitoa mwili wa mtoto wake. Wana wa Israeli ambao walikuwa wameshinda vita wakarudi kwao kwa shamba. Madhabahu haijalishi umeokoka kiasi gani, haijalishi wewe ni pastor gani, haijalishi wewe ni archbishop. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't care who you are. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani sisi tumeona wachungaji wamepanda, wamerudi chini, wamerudishwa na nini kama walikuwa na Yesu? Si walikuwa na Yesu? Nini iliwarudisha chini? Madhabahu ilikuja ikasimama, either madhabahu ya usharati, madhabahu ya kitu, ilikuja ikasimama na ikamweka chini. Sasa hizi anasemanga I used to attract crowds. So what happened? Where did the crowd die? Yeah? Yes, I used to attract. Kiwanja mzima kilikuwa kinajaa. Nakumbuka kuna wakati mwingine mwili walikuwa juu. Tulikuwa unakuta kama then I was in Ngong. Tulikuwa unakuta barabara Ngong imejaa watu wakienda Ngong Stadium. Watu wamejaa. Watu barabara mpaka traffic ya gari. Watu wakienda. Ni madhabahu. Sema madhabahu ya mwili wako. Tengeneza mwili wako upate exchange program yako na Mungu. Sio mchungaji amesema it is an exchange program. Na exchange program ndio imekari uzito yote. Maana this is the body that is carrying the blessing. This is the body that is carrying the image of God. This is the image that is carrying the likeness of God. So the exchange of you and God ni nini? Ukibadilishana na Mungu now, what do you receive from God? The blessing. The blessing carries your land. The blessing carries your children. The blessing carries your car. The blessing carries your job. Your business is carried by the blessings after you have exchanged.
Hallelujah. And God cannot exchange with a dirty body. Hello. Mutikero kamena iguru. Na munyite sadaka njega mureha. Nigetha njoke ndimuhoere. Ngai amuiguire tha mwenje gucaria urata. Mutie utinde mukindehera ati Eliana kumanga kwathire wathukanire waikurukire ciathire wathire. Ta mimi natoaga sadaka. Mutige kuonaga tari yenyu muruta. Yes, shika sacrifice. Sacrifice ya 2NK investment. Unaona huyu ni mchaja. Huyu ndio mwenye 2NK. Na ameleta sacrifice. Ndani rira. Ni makuigwa. Matigwe. Utakire kodo megugutwara. Sasa. Inua dhabihu yako. Inua tu juu hivi. Kila mtu ameshika dhabihu yake. Inua juu kama umeshika. Hata kama hauna kitu, inua tu mkono wako juu. Ndio nikusaidie wache kuaibika. Ukaona hauna kosa dhabihu ya kuja katika nyumba ya Mungu. There is a serious problem that you need to address. Father, in the mighty name of Jesus Christ, tunainua dhabihu hii, ishara ya kwamba tumekuja kwako kutubu dhambi zetu za kuwa sisi tunanuka. Hatustahili kusimama mbele yako. Hatustahili kuitwa watoto wako. Maana miili yetu tumeichafua. Tumefanya miili yetu kuwa inanuka. Baba wa mbinguni, kama vile wana wa Israeli waliporudi kwako na walipotubu dhambi zao, ukawasamehea dhambi zao, kisha ukawaunganisha na baraka za babu zao, ambako ni kuwapeleka mji wa Kanani. Hata sisi Baba tumekuja, tuunganishe tu na baraka zetu. Hivyo vinyo nimesema katika kitabu cha Genesis 1:26, 27 na 28 ya kwamba ulibariki binadamu. Baba, ninaunganika na baraka hizo jinsi ulivyozitangaza. Mimi kutoka leo ni mbarikiwa. In Jesus name, somebody say amen. Now, lete hiyo sadaka yako, iweke tu hapa. Na ukiwekelea unasema mimi ni mbarikiwa. Sasa kwa maana uko safi sasa. Just bring it. Leteni hapa. Leteni hapa, tuwekelea hapa. Wekelea tu hapa. Sema mimi ni mbarikiwa. I am a blessed vessel. I am a blessed. From today you have been connected. Wekelea hapa. From today you are connected with your blessing. From today you are connected. Blessing zako, dominion to subdue the earth. God has subjected you to the dominion. Mali yako haitapotea. Salary yako haitapotea. Kazi yako haitapotea. There is nothing that belongs to you that is going not to be unnoticed. God is gonna bless you. Huyu Mungu atakubariki. Huyu Mungu atakubariki. Huyu Mungu atakubariki. Maana dhambi zako zimesamehewa. Mwili wako umebadilika, umekuwa dhabihu takatifu. Mwili wako umebadilika, umekuwa dhabihu takatifu. Dhabihu ambayo inakubalika. Sweet aroma. Hawatakuonea tena. Mwili wako utatumika katika madhabahu. You shall win the battle. You shall win the battle. Take your seat. Inua kiti chako, uondoe kabisa, kisha tubaki hapa bila viti. Then I come back. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu
jina la Yesu, ni ngome yangu. Jina la Yesu, ni ngome yangu. Nitangapo jina hilo, ngome nyingine sitamkapo. Nitangapo jina hilo, ngome nyingine sitamkapo. Jina la Yesu, jina la Yesu, ni ngome yangu. Jina la Yesu, ni ngome yangu. Nitangapo jina hilo, ngome nyingine sitamkapo. Nitangapo jina hilo, ngome nyingine jina la Yesu, jina la Yesu, ni ngome yangu. Jina la Yesu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sitamkapo. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, ni ngome yangu. Jina la Yesu, jina la Yesu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sitamkapo. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine nitamkapo jina hilo, ngome nyingine jina la Yesu, jina la Yesu, nitamkapo jina hilo,
Neema
Jehova Shama ni wa neema kubwa. Jehova Shama ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Bwana Jehova Shama ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Tenda mema, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa Jehova Shama ni wa neema kubwa. Mungu Baba ni wa neema kubwa. Ni wa neema Bwana Jehova Shama ni wa neema kubwa. Neema Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Mungu Baba ni wa neema kubwa. Neema Yesu, Jehova Shama ni wa neema kubwa. Yesu, Jehova Shama ni wa neema Bwana kubwa. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa.
za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba wa mbinguni, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba wa mbinguni, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba wa mbinguni, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba wa mbinguni, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba wa mbinguni, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba wa mbinguni, Yesu. Wewe ni nani? Atuone sema wewe ni nani? Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? You demon, get out of this body. In the mighty name of Jesus Christ. 1, 2, 3. You're free. Yes. Wako na nani wewe? Wako na nani? Alikuwa bebe. Thank you. Yes. Kuja. Wewe. Sema Bwana Yesu, nisaidie. Mlima umekuwa mgumu. Sema mlima umekuwa mgumu. Ninakuhitaji. Nipiganie. Maadui wameongezeka. Ninakuhitaji. In Jesus' name. Receive the power now to triumph over snakes and scorpion. They will not hurt you. Utawashinda. Maadui watakao kuinukia watasambaratishwa. Hawana nguvu. Hawana nguvu. Umefunikwa na damu ya Yesu Kristo. In Jesus' name. Ni hariri watu katagai. Mahitanire na gaiko. Mlikosania na Mungu wapi? Ulikuwa naomba, ulikuwa na tabiri, si ndio? What happened? What happened? What went wrong? Ulishikana na mwanaume ukawachana na Mungu. Ni kweli? Uliwachana na Mungu kwa sababu ya mwanaume. Umeona mateso ambayo unayapitia? You're now rejected by everybody. Utataka kurudi kwenye madhabahu? Toa viatu zako kwenda pale. Kama yule mwenzako pale. Kuja bami, kuja. Unaitwa nani? Patia mic. Unaitwa nani? Duta. Yeah? Duta. Duta kumako. Muranga. Ni nini ilikuwa imekuleta hapa? Nimekosa kazi, hakuna kitu yangu inaendelea. Hakuna hata nini? Imekwama. Ulijuaje huko? Niko nanga kwa Saimokei. Oh. Okay. Sawa. Mungu wa mbinguni akubariki.
kazi, na chochote utakachoitisha kutoka kwa Mungu na ukipokee in Jesus name. You are free now. Okay. Sisi tumshukuru Mungu, tumpigieni Yesu makofi. Okay. Can I talk to you? Simama tu hapo. Simama tu hapo. Unaitwa nani? Violet Muthoni. Yeah? Violet Muthoni. Violet Muthoni. Madhabahu ya kwenu imekukalia kabisa. Kuja. What's the problem now? Sasa ndi kuna ndutura ilipanda kwa nyumba. Nikaomba ikakataa kuenda. Nini? Ndutura. Ndutura? Daf? Ya black and white. Sasa hiyo nayo uliuliza nini? Tangu hiyo siku hata nikiomba sina amani. Si ndutura ina represent the Holy Spirit? Hiyo ilikuwa Black ndutura? Unasema ndutura ama unasema dudu? Ndutura. Ndutura. Daf. Sasa nyinyi mnasema mlikuwa naye mkaona. Siku nazo za black na white. Sasa ndutura ziko different colors. Sasa Holy Spirit akapotea. Kuja. Kuja. Inua mikono yako juu. In Jesus' mighty name. Receive your restoration. Yes. Yes. Uko sawa. What's your name, mommy? Wajiko. Wajiko wa Kumako. Gongo Kajiado County. Gongo Kajiado. Kwenda kuhura nike. Nikigwekire. Nilikuwa nimekosea nani? Wake nikakudigeresha moto. Uliza uliona kinipiga? Muliona kinipiga? Nipige sasa. Na mateke, ulifundishwa karate? Unafanya karate? Asha. Nike kioro. Jori yake. Unanipiga kwa nini? Ndurite. Hiyo demon ilikuwa ndani yako imeondoka in Jesus name. You are yes, you are free. Si unaona? Again hii vitu tu unaona zikifanyika hapa. These people they are not hawajui. Kwa wale mnatuangalia kwa TV, ukiona mtu amefanywa deliverance, wacha kumchukia. Kuna mama hapa sasa amekataliwa na watu wao. Na yule mpaka alimtuma hapa. Alimtuma enda kanisa, akafanywa deliverance, akalipuka akaogea. Amemchukia hata yeye. Na yeye alimwambia enda huko ndio deliverance yako itapatikana. Sasa hataki kumuona. Mami, unaitwa nani? Grace nani? Wanyawera. Kazi yako iko wapi? sina kazi. Ilifanya nini kazi? Maternity leave nikanyimwa, nikafutwa. Ulienda maternity leave? Kurudi ukafutwa. Sijarudi, nikasimamishwa. Kwa nini? Si ni sheria inakubalisha uende maternity? Ilikuwa ya serikali ama ya kampuni? Kampuni. Kampuni gani? Ni microfinance. Microfinance. Ama ulikuwa unakula pesa ya watu wewe? Siwezi. Kwa nini walikuwa wamekungojea tu uende maternity leave ndio wakienda wakuvuta kazi? Niliapply na ikarejectiwa. Oh, you reapplied? Yeah, ikarejectiwa. You are not productive. Kazi yako was not good.
I was very productive. Very productive. Yeah. Hapana. Utapata kazi, usijali. Yeah. Shida zako zimefika mwisho. Si ndio? Can I talk to you? Yes. Yeah. Mukanyweso. Ni mukanyweso kama mimi. Huyu alinipigia simu akaniambia amejaribu kuacha, imeshindikana. Akaniuliza naweza kuja kanisa kwako? Nikamwambia mimi ndio nilikuwa mukanyweso yule mkali zaidi. Kuja na wale wote wako huko except wachache wako hapa. Wengine wote ni wakanyweso, si ndio? Yeah? Si ndio? Tumonyweso. Apart from wale wanakaaga biguni tu, hawa ndio wako kukutana na hii. Unajua kuna watu wanakaaga biguni asubuhi wanakuja. Tena saa hii ndio unaona wako na haraka, maana basi ya kwenda biguni iko karibu. Sasa uko namna gani? Uhiana taribu? Bado naendelea lakini si sana. Kamonyweso? Yeah, but not as much. Not as before. Not as before. Kwa hivyo sasa unaenda ukiacha. Yeah. Najua pia marafiki wana influence wewe. Ukako ndio kirathi ka waini ni wewe na urathire kwihonokithia. Endelea tu, endo ukireduce mpaka ishe. Amen. Sitakwambia tu uache ati kutoka leo usipoacha nenda kwa shetani, hapana. Ni gradual. Endo kitoe withdraw. Inaitwa withdraw. Wende withdraw mpaka ukue. Na kazi kwaje? Kazi iko tu. Iko. Inaanza kupika. Yeah, it's picking slowly. Okay, it will catch up. Okay. Don't worry. Amen. It will catch up. Don't worry. Okay. Tutatembea na wewe. Amen. Mimi nilikuwa na kunywa mpaka na kunia kwa suruali. Waliwahi kukunia kwa suruali? Never. Basi hakuna kazi. Ndokenyuete. Ndonyuete na Ngai ade kedide na akenyenda na akehewera. Usi? Siku moja utashika microphone na utahubiria watu. I'm looking forward to hear your testimony. Bwana Yesu asifiwe. I'm looking forward to hear what your testimony, because I know your testimony is very powerful. Well, my brother kuja. Wewe. Naongea na wewe. Hakuna brother mwingine hapo nyuma yako kweli, si ni wewe? Unaitwa nani? Francis Gitonga. Uko na pesa ngapi? Uko na pesa ngapi? Sina. Hata dururu. Na wewe ni Gitonga. Ni Francis Gitonga lakini hana pesa. Very poor man. Gitonga umetoka wapi? Simama tu hapo. Gitonga umetoka wapi? Meru pande ya Meru. Hapo Mudhara. Mudhara. Nyinyi ni wale wanakatanga mtu alafu na hapana. Wale wakukata mtu ni wakani? Huko maua ndani. Wale wa maua. Wale wanasema ntemera mondosi unakata alafu unakuja kumuuliza ni nini alifanya amefanya. Sasa ni nini kazi gani unafanya? Mimi sasa sina kazi, niko kwa street. Kwa street? Ndio maana umekaa kama exhibit. Nini nilikukata hapa? Nilianguka. Nilianguka. Ukaanguka na hapa? Hapa nilidanganywa simu na pesa. Ulinyang'anya mtu simu? Nilidanganywa simu na pesa. Ati? Simu na pesa ikienda. Nani alikuwa anakunyang'anya? Siwezi jua ni. Mwizi kama wewe, nani alikubali kuibia mwizi kama wewe? Wewe ni mwizi, si ndio? Hapana. Wewe ni nini? Mimi nakaa hivyo tu, nahasu tu. Unahasu wapi? Kwa shamba gani? Huko mtaani. Mtaani. Unakulaga nini? Senga, fungua moyo wako, Mungu akufungue, akubariki. Fungua moyo, wewe ni mwizi wa simu. Tukubali tu. Hata mimi nilikuwa mwizi wa bunduki. Wewe ni mwizi wa simu. Na tubeti toa mama. Hapana, sijaiba kibeti ya mama. Na simu ya mama. Na simu ya mama. Nishaiba. Ndio hiyo tunasema. Na hata si zamani. Kuna kasimu ka Samsung. Ulikachukua lini? Kitambo sana.
Kalikuwa kamama. Yeah. Na alipiga duru sana. Hapana, hakuongea. Ulikuwa na kisu? Hapana. Ulichukuaje? Nilienda kuweka kwa moto nikaenda naye. Akaniambia nimsaidie mahali anaweza chanje. Ukaenda hivyo? Last time yako kuiba ilikuwa lini? Nimekaa. Na unakulanga nini? Nikipata kazi tu kama kamzigo unabeba. Wewe ni kuua? Unajua nilikuwaga kwa nimani. Na nilikuwaga mwizi. Na nilikuwaga pickpocket. Hii ulishaitoa? Alafu nikuuliza swali lingine. Najua mimi niko na watoto wengi sana. Nimepata kutoka kwa mama wengi sana. Nikuuliza tu swali. Na usikadanganya kwa sababu tuko kwa madhabahu. Kuna kama mama ulishika na nguvu? Hapana. Ulikabebeleza? Sijawahi. Ulikabebeleza hivi mpaka akakubali? Sijawahi. Una mtu? Hakuna. Una mtu? Hakuna, ukweli. Ya ukweli? Unafanyanga aje? Unafanyanga aje? Unanyonga mangi? Hapana. Niambie ukweli. Unanyonga mangi? Hapana. Hapana. Unafanyanga nini? Unakaa tu. Unakaa tu hivyo? Na unakaa ngapi kwa street? Nakaa hapo Uhuru Park. Uhuru Park. Na mnatoaga wapi chakula ya kukula? Sema Yesu. Yes. Mwana wa Mungu. Uliye hai. Nisamehe dhambi zangu. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na mzingira mtoto huyu na damu ya Yesu Kristo. Ninavunja laana na madhabahu yote ya shetani na ya kifamilia na ya kimaeneo. In the mighty name of Jesus Christ. Huyu amefungwa na madhabahu ya kwao Meru. Maana kwao ni kwa Njuri Njeke. Ni mjamaa anafaa kuwa mtajiri sana, lakini utajiri wake imechukuliwa. Sasa yeye, kuna mtu tajiri anaendesha magari kupitia nini? Yeye nyota yake imechukuliwa. Sasa yeye amerushwa akae kwa street, lakini there is somebody driving a car, gari yake. Kuna mtu ako na nyumba yake. Huyu kuja baba, usitoroke. Nataka nikubadilishie maisha yako leo. Ungetaka kufanya kazi gani? Unaweza uza viazi hapa kwa soko? Si utamtafutia anunuliwe nusu kwanza viazi na pack. Kesho nataka ripoti yako. Ukuje hapa. Unalala wapi? Hizo nguo umeosha? Ulioga lini mwisho? Lakini si unaonekana wewe msafi. Niko na siku kama 4. Hujaoga? Unaweza oga sasa? Hebu nikomeda bagera. Kwa hizi babu siko hapa. Buju. Kameenda wapi tena? Buju. Adireko. Wewe kuja. Wewe ndio umeleta huyu? Tumekuja na yeye. Okay. Msaidie aende aoge pale. Alafu niambie. Na huyu? Oka. Ni watano. Wako wapi wengine? Mpaka mrembo kuja hapa. Wataona kanga kwa mtaa. Mzai wako ni mgani? Hapa. Uko na mtoto? Uliingia kwa mtaa siku gani? Mwezi wa 3. Nani anakuprotect? Si wewe.
Nani anakuprotect huko kwa mtaa? Security yako ni nani? Mimi tu. Ai. Wewe tu? Hawajawahi kunini? Kukusumbua? Washawahi. Wanakusumbua kila siku. Yeah. Kila siku. Yeah. Huyu akikuja anapita. Huyu akipija anapita. Si ndio? Ni kweli? Yeah. Hata huyu. Ni nani hawa wanapitanga hapo? Unasikianga vibaya ama unasikia vizuri? Vibaya. Kwenu nyumbani ni wapi? Eldoret wapi? Huruma. Yeah. Ulikujaje Nairobi? Na trailer? Yeah. Ukaingia ndani ya trailer? Yeah. Ukapanda? Yeah. Mama yako hapo? Yeah. Na baba yako? Yes. Wanajua kule huko? Naongea na mama kila siku. Anajua tu niko Nairobi lakini hajui niko wapi. Unaweza kubali nimpigie saa hii? Uko na namba yake? Yeah. Nisaidie namba yake. Nisaidie simu yangu. Wewe na ndivyo huko kama sema, hebu fanya hivi, toa nione vizuri. Siona kasichana ni ka beautiful. Una shida? Si unaona kasichana ni ka beautiful? Nipatie namba ya mama yako. Muluya. Anafanyanga kazi gani? Mwalimu. Basi kwa derema wa primary. Ako mpaka na shule yake. Analea watoto wengine lakini wake. Hii namba ya ukweli? Hii shule ni yake na baba yako? Ni yake tu mwenyewe. Baba anafanya nini? Anapaka rangi. Sasa unamwambiaga huko Nairobi ukifanya nini? Kazi? Alimwambia tu niko Nairobi tao lakini hajui kaliko street. Hajui? Ya baba yako unajua? Hii ndio tu unajua? Wewe mami si usichukue. Unampianga inalia sana? Kwani akona kwa kabisa? Asa zingine brother yangu anakuanga. Hello? Habari yako? Mzuri. Mimi naitwa mchungaji Waruinge. Mimi naitwa mchungaji Waruinge, Apostle. Na niko na mtoto wako hapa. Mchungaji wa Roile, uko na mtoto? Niko na mtoto wako hapa. Anaitwa nani? Lena. Anaitwa Lena. Niambie yako basi. Sasa nasemeko tumemshika. Tumemkuta kwa street. Tumemshikeko. Akifanya nini? Akisurura ovyo ovyo. Hajafanya kibaya ama ni kusurura tu? Ni kusurura tu. Alafu sasa akawaambia anasurura kitafuta nini? Hana reason hata kidogo. Hebu mpeko simu. Ndio huyu nimempeeko. Mambo mzuri. Lena. Na si uongee, wamekupata wapi? Hajanishika. Umekuwa kanisa? Niko kwa kanisa. Uko kwa kanisa? Nilikuwa nashangaa tena kunaendaje. Sasa wewe unajua kule mtoto wako wako?
mchungaji ama wewe ni nani? Ni mchungaji. Nakuuliza, unajua mtoto wako ako wapi? Ndio maana nimekuuliza wewe ni mchungaji. Asante. Sasa fanya hivi. Maombi tu ndio itamsaidia. Ukiona nimemalizia maombi, sio ati ni mara ya kwanza. Mtoto amenisumbua kwa muda. Akimalizanga tu class 8. Nikakuwa tu mara saa zingine analala kwa vipanda, saa zingine wapi. Baka ukaachana na yeye? Kuachana na yeye hapana, ilikuanga tu tafuta penye anapatikana, tafuta leta. Ukiweka pia maombi amefika form 4. Hii mwaka alikuwa afanye mtihani hakufanya. Alitoka shule mwezi wa 3. Kutoka shule mwezi wa 3 hivyo ndiye alienda. Wewe unafanya kazi gani? Mimi niko tu na shule ya nursery hapa, mimi ni mwalimu. Okay. Sasa tukutafuta nauli tumrudishe nyumbani, utampokea? Siwezi kosa kumpokea na mngoja sana. Okay, basi tuma fare. Kwa fare saa hii sina, hata sasa sijui nitafanyaje. Sinako pesa saa hii. Haunako pesa? Sina. Na chakula uko na chakula? Chakula tu ni ile kidogo kidogo tu ya kununua ya kila siku. Sitaki? Utaki kwenda nyumbani? Nani alikukosea? Mbona utaki kwenda nyumbani? Mimi sitaki tu hivyo. Unataka kukaa kwa mtaa? Mami? Halo? Nakusikia. Baba yake yuko? Kwa sasa baba yake ndiye hata hataki kuongea naye. Baba ndiye hataki ama ni mtoto hataki kuongea na baba? Mtoto hataki. Kwa nini hutaki kuongea na baba? Mlikosania nini? Hakuna. Tumpigie simu. Sina namba. Hebu tupatie namba ya baba yake. 0710 570 813. Anaitwa nani? Asante, nitakupigia. Ndalia, simpige. Sasa hii ndio lazima tulete hawa familia pamoja, because this is a family issue. Hello, Robert. Yes. Robert. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Apostle Waruinge. Yes. Niko na daughter yako hapa. Uko na? Your daughter. Na anasema alipotea nyumbani na miezi mingi hamjaonana. Yeah. Ndio huyu msalimie. Hello. Mambo? Poa. Naendeleaje? Poa. Uko poa. Naongea na nani? Na Lena. Lena, uko wapi sasa? Nairobi. Nairobi ulienda kufanya nini? Lena? Hakuna. Sasa unaacha tu shule unakimbia unaenda Nairobi. Sure. Ulikuja ukashikwa? Hapana. Na nani alipiganga simu akisema umeshikwa? Mimi sijaishikwa. Sikuna mtu alipigia simu msichana mwingine alikuwa nazo hapo. Sasa na askari sijui nini na nini umeshikwa mwaga takataka mahali. Alikudanganya, mimi sijashikwa. Sasa baba. Thank you. Kata kwanza. Hiyo sauti inaongea ni kama ni ya Don. Tunasikia sauti ni kama ni ya Don. Do you have a brother? Kuna masemechi huko. Pauline. Kujeni.
Uliokoka, unataka kuokoka? Kuja tu. Mwingine yako wapi? Tuombee kwanza wokovu. Hiyo ingine tutashughulikia. Getoka. Uka. Kaa. Mkono itaombea. Kuja bami. Umesema unaitwa nani? Na wewe? Getoka. Na wewe? Anthony. Wewe unakaa mtaa gani? Archives kule ngambo. Hapa ndio nafinyia watu. Umeiba simu ngapi hii wiki? Wiki sijaiba. Last week ndio uliiba? Hapana. Uliiba lini? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7? Uliiba nini? Kutoka siku hiyo unakulanga hiyo ya mwezi wa 7? Hapana. Unakulanga nini? Pastor Paul anakujanga anatutembelea na tunalianga chakula siku nyingine. Pastor Paul ndiye amesema mkaange kwa mtaa. Hapana. Na wewe unaitwa nani? Kevin. David, kwenu ni wapi? Kevin. Nyumbani ni wapi? Kakamega. Na wewe? Lakini home kabisa ni wapi? Webuye. Karibu na M-pesa. Unajua kanisa ya mtu anaitwa Maumo? Lakini wewe ni wa Webuye? M-pesa. Kuna ango yako ama guka alikuwa anafanya kazi M-pesa? Guka. Kuisha. Doni baba yako alikuwa anafanya kazi wapi? Baba yako alikuwa anafanya kazi wapi? M-pesa. Huyo mtoto ni ya kwenu. Hebu ukuje ongea naye Kiluya. Utarudishwa na huyu mpaka nyumbani. Ni ndugu yako. Angalia hata uso, si wanafanana by the way. Doni angalia. Inaweza kuwa silikuwa na hubiri na Kyle Eldoret. Hebu ongea naye Kiluya. Wa mawe. Engo Eldoret. Webuye vetanga wae. Miu no chama tulo. Si Miu ni pale karibu na kwenu. Pale tulikuwa. Pale mbele tu. Tukipita boma ya kwenu hapo mbele. Boma ya kwetu pale mbele. Sawa. I rest my case. I rest my case. Papa wa Balnan. Robert. A family man. Huko chini. Ni huko chini. Huko chini wapi? Webuye. Huko kwenu. Huko umeita Echin ni wapi? Miu ni wapi? Si iko Buye. M-pesa hapo. Penye ile pikipiki mnachukua. Unaona penye ulilala? Hiyo ndaluguluka. Okay. Sasa waombee wokovu. Pigeni magoti. Tuonyoshe mkono kwa jina la Yesu. Inua tu mikono. Semeni Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Tuko mbele zako kwenye madhabahu takatifu siku ya leo. Kila madhabahu imetuandama, imetufuata kutoka kila kona, tunaivunja. Damu ya Yesu tawala maisha yetu. Tunakukubali Jehova kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tutakutumikia kwa maisha yetu yote. Sema nimekataa madhabahu ya Western, madhabahu ya Uluya, nimeikataa. Siku ya leo nitamtumikia Bwana wa madhabahu hii popote nitakapokuwa, kwa jina la Yesu.
tumeomba na kuamini. Mmempokea Yesu? Kama mmempokea simama basi, washirika simu nawapokea. Asante. Asante. Katika jina la Yesu Kristo, ninakutenganisha na madhabahu yoyote ile. Iwe ni ya kimaeneo, ya wazazi, ya mababu. Whatever curse that is operating in your life, I break it in the mighty name of Jesus Christ. Laana ambayo iambatanika na damu na madhabahu yoyote ya wachawi, ya waganga na ya warogi, ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. You're free. Mkono ilifanya nini? Nini? Ulikuwa umekunywa pombe? Yeah. Oh, ulikuwa umekata maji ni pombe? Pombe. Alafu huko Uganda, huko Mudhuro, upenyo wa Uganda wanauzanga kuteiji. So hiyo pombe ikanituma huko Mombasa Road. Niende tu kuvuruga tu. Sasa vile nilianza kuvuruga, jamaa mmoja akatokea tu akaniwekelea mawe ya kichwa. Kafekti side moja. Pole. Tutaiombea itapona tu, sijali. Kichwa inauma? Madawa ziko wapi? Sawa, tutakushughulikia. So, fanyeni hivi. Naona mmeshikwa na kiha sana. Kila mtu airudi kwa guo, leta shilingi 100, 200, 500 elfu tunalishe hawa watoto, na kesho wanunuliwe kunia kama 2 ya viazi. Waanze kazi hapa. Si mtafanya kazi? Kitoka. Utafanya? Na wewe? Yes, na nataka nikuone kila asubuhi. Mrebo, utang'ara, alafu utatafutiwa mahali uende ulale, alafu tutapaga mpango mama yako akuje na baba yako akuje. Kwa nini unachukia baba yako? Ni nini alikufanya? Alikuchapa? Ni kwa nini unamchukia? Simchuki. Kuna maneno alikuzungumzia baya? Hapana. Kwa nini utaki? Yeye ndiye amekuzaa? Hapana. Si yeye? Ni yeye. Hapana. We, ninaongojea mniletee pesa. Niki? Nako mutireda kuruta pesa muugede mufore. Mnaona kuna jeshi hapa? Si ni mlako tu tutafuga, mutete. Tete. Ikira halidi moyo. Lehesi yakue. Wewe, nachukua pesa na utoa yako. Kutoka asubuhi kutabrukia pesa hizo. Ndio anoti koja. Leteni pesa hapa. Thank you. Harakisheni. Huyu noto le waku. Nema? Yes. Aya, mutiraruta pesa. Ani andu a mujiza. Igera tu ha. Guka. No ari akatheri. Umite pa. Ni uhotirio ni muiretu ya haha. Ndukamake. Kamunywe so. Tira haha. Tia kumaka. No tuthiete rugendo ruru. Tutiariega. Ngo tuona matuonaga. Wewe rehe ta ciako. Nona ekera. Yani andu aya matirarehe mbeca. Lete pesa. Thank you. Pesa Eldoret imefika already. Yes. Thank you. Tengeneza noti kwa straight. Banki ilikupatia imekunja. Yes. Tatarabe shishi. M-pesa. Weka kwa huyu. Sasa, sema sasa. Nataka muende muoge pale.
na muvae nguo mzuri, mkuje hapa. I want to see you. Tuanze safari na nyinyi. Si ndio? No, Pauline. Utawanunulia nguo, si ndio? Wapime, wavae nguo, alafu na wewe wapeleke waoge. Wakuje wa change. Si ndio? Wangale kama wewe. Wewe Pauline, enda utanipigia simu. Nguo ni mimi nanunua. Nguo zao ni mimi nanunua. Nwaiwa? Unasikia? Nimesemaje? Enda unipigie simu niambie ni pesa ngapi nikutumie. Kibia. Sasa unanunua, unauliza swali gani wewe? Shati na trouser na underwear na socks. Na kasichana kaununuliwe ka trouser mzuri ama mnatakaje? Hizi ni cia wira. Hizi cia rutwo ni cia wira. Hizi ndirenda kuhingũrithiria andũ aya wira. Di mukure nguo. Endeni mwende muoge alafu muwarudishe hapa. Wamepigwa picha? Wamepigwa picha wakiwa hivi. Rudi hapa mpigwe picha. Ndio watu tuwaonyesha the difference. Wewe kairitu gaka kena thina na baba wao. No nginya hari kaundu baba wao ekire utari mwega. Ndiye kwa hau nigetha. We baba ni aje? Unajua hata wewe unakuanga kama Munyweso. Hii ni grupu yako, si ndio? Ya kama Munyweso. Umebadilika? Roda, saidiana na hawa watu kabisa mpaka watoto wakuwe wazuri. Enda, hawa ni kama tu wale wako. Hata mimi nilikuwa hivi. I was like them. Hata they are better. They are better. Thank you. And now may the grace Amen. Sasa rudisheni viti venye vinafaa kukaa. Kwa wale wangetaka